kutoka pembe zote za Kenya na kote duniani. Haya ndiyo yanayochipuka hivi sasa. Hizi ni habari za Pronto Cafe Television. Ni mnyama aliyehatari kwa usalama ambayo ana urafiki na binadamu. Mnyama ambayo anaweza kukatisha maisha yako kighafla, lakini hapa kwa Rafty Manyoka ndiye nyumbani kwao. Eneo la Magoini huku Ndiani, kaunti ya Kwale, tunakutana na mpenzi wa nyoka. Mpenzi wake na hawa nyoka hatari si wa kupigiwa mfano. Kutoka kwa wadogo hadi wakubwa, mmoja baada ya mwingine wanaonekana kuvutia na mpenzi hawa. Lakini unapoingia katika boma lake Rafty, utakosea ukidhani ni mbuga la wanyama. Kutoka kwa sungura, kuku, paka mwitu, wote wanapata lishe bora, ila usilolijua ni kuwa wote ni vitoweo tu. Nyoka wadogo kwa sababu wanakula kama lizards na frogs, wanakula karibu kila siku ama kila baada ya siku mbili. Mmoja baada ya mwingine anapata lishe bora, ila kwa leo chatu ameshiba. Kulingana na Rafty, chatu huchukua muda wa miezi 3 kabla ya kukula tena. Hivyo leo huyu sungura ameponea kwenye tundu la sindano, kwani hawa nyoka tayari muda yao ya kukula ilikuwa imepita. Maisha yao hapa imekuwa ni burudani, kutoka kwa nyoka hatari zaidi ambayo inapatikana tu pekee Kakamega, kutoka kwa chatu hadi watu. Wote hapa ni nyumbani, manyoka wakiwa na tabasamu pindi tu anapowakaribia chatu hawa aliyewapea jina la Lily na Melita. Alikuwa amekonda, hii backbone ilikuwa imetoka nje na alikuwa wiki sana kwa sababu maisha ya msituni ni ngumu. Kaona huyu vile amekonda lazima akuwe na minyoo. Nikamfanyia deworming, na baada ya kumfanyia deworming nikampatia booster vitamin A ili akuwe cool na asikuwe stressed na akuwe anakula. Wakati huo nilikuwa na pythons 9 ambazo nimezicollect kwa community nikishirikiana na Kenya Wildlife Services. So wakati wa kurelease hizo pythons huwa tuna release hapa Shimba Hills National Park ama Tsavo East National Park. So nikawapigia simu tukapanga hiyo mambo ya kurelease, lakini huyu nikasema huyo wacha habari. Akiwa na ujuzi wa juu tangu mwaka wa 2012. Na nikiangalia nyoka hivi naweza kukwambia ni mume ama ni mke. Kama yuko on heat naweza kukwambia yuko on heat, kama ana mimba naweza kukwambia ana mimba, kama ana minyoo ama anauma nakwambia hata kama ni crazy nitakwambia hii nyoka hapana, si nzuri. Kwa hivyo please, kama ni wale volunteers, wale matrainee, wale hawajaiva, nawaambia jaribu kukaa kando. Kwa sababu nikiangalia zile macho peke yake najua huyu nyoka hapana, yuko normal. Juzi uliofanya majirani hapa kuwa na amani na si huzuni. Jirani walikuwa wananiona kama crazy. Wengine walikuwa wanasema yule naona anataka kukufa. Wengine wakasema hapana, naona something wrong, amecrack. Na sasa wanaonekana kukumbatia kazi hii ya Rafty na kupata nafasi ya kuishi na hawa nyoka hatari, wakishtua wageni. Mgeni huyo asioamini anachokiona, sura ambayo sio geni kwa mkewe Rafty. Nilihisi kumuogopa na kumfikiria kivingine. Lakini by the time tuliendelea kudate, niliendelea kumuelewa na kumchunguza kulingana na kazi yake. Na sasa mkewe Rafty ana chembe za uoga, na kwa Rafty manyoka usumba wake ulimpoza. Nakumbuka ilikuwa Christmas Day. Wageni nilipata wengi sana. Sasa nikamfanyia show mara ya mwanzo, nikamfanyia show mara ya pili, mara ya tatu nilipotaka kumfanyia show akaniambia hapana. Akanitolea sauti. Nikamtoa, nilipotoa akaniambia, nikamfanyisha show kidogo akaniambia nirudishe ndani. Sikutaka. Akaniuma hapa. Within 15 minutes nilikuwa mlango wa Diani Beach Hospital, but nilikuwa totally paralyzed. Na kuna wanyama hapa anayowafuga ambayo hawahitaji vitoweo kama vile paka na sungura. Lishe yao inafahamika na watoto mtani. Humu kila mmoja anajitahidi angalau ashike kitoweo,
na siku inapokuwa mzuri, basi roho yao baridi, kwani wale wanyama kama vile viradidi siku ya leo na malisho yao ni ya kipekee. Na sio vinyonga tu, bali mapenzi yake kwa mamba hayafichiki, na wengi wanajiuliza mbona afuge hawa wanyama hatari. Kazi sasa hivi nalipa, niko na deep freezer 2 za nyama, huku akifanya kazi kwa ukaribu sana na Kenya Wildlife Service KWS. Rafti Manyoka ana maono ya kupanua hii mbuga lake ndogo kwa kujisajilisha kama muuzaji wa nyoka hawa hatari kwa mataifa ya kigeni. Nikiripotia runinga ya Prompto Cafe TV jijini Nairobi, naitwa Calvin Philip.